Katika episodi ya 3 tayari wote wameshaambiwa kwamba kuna storm ama dhoruba, na Charlie anazidi kuzurura nje wakati wenzake wote wanakimbilia ndani, na mara ghafla radi ikapiga kuelekea nguzo ya umeme. Nguzo ikawa inaanguka na kumwongokea mwamba. Mwisho wa siku jamaa anakuja kushtuka yuko hospitalini. Baada ya kipimo cha x-ray inaonyesha kwamba moja kati ya mbavu yake imeweza kuvunjika. Basi mwamba akawa amepigwa sindano fulani hivi ni kimiminika cha blue. Lakini bidada Mika alikuwa amekuja katika mitaa hii. Mwamba akamsihi sana akamwambia kwamba asimwache peke yake katika eneo hili. Basi bidada Mika akamwambia mwamba, kama hutaki nikuache katika eneo hili, maana yake ni kupeleke chumbani kwako. Baada ya hapo mwamba akawa amepelekwa huko. Baada ya kupelekwa tu bidada akawa anataka kunjingi, na jamaa ndo kwanza mbavu yake imeweza kuvunjika. Sasa huko upande wa pili bidada Zoa amempeleka rafiki yake yule Ivan. Kumbuka kwamba hapa je aliletwa siku ya jana na mwili wa bidada Judy ulikuwepo. Leo amemleta Ivan aje kushuhudia mwenyewe. Lakini walipofika tu akagundua kwamba mwili ulikuwa haupo. Ivan akamweleza bidada kwa, kama una mpango wa kurudi nyumbani, hebu rudi peke yako. Sio kila mpaka mshawishi kila mtu hapa itabakia hapa katika kisiwa. Lakini ile timu wanarudi wakiwa wamenuniana sana. Mwamba Nicholas akaweza kumuona bidada akiwa anatokea na jamaa kule katika maeneo ya mapango alikokuwa amempeleka siku ya jana. Akawa anauliza kuna shida gani na ulienda kufanya nini kule? Lakini bidada akawa anaongea kwa kufoka kwamba hata Ivan ana haki ya kujua kifo cha bidada Judy. Lakini Mwamba alishangaa sana na akasema kwamba umesubutu kwenda kumpeleka mtu mwingine katika ile maeneo ya mapango. Wewe unaelewa wewe bidada, kichwa kama boga. Tunavyokataza kitu tunakataza tukiwa tuna maana yetu. Mimi ndio mwenyeji hapo, unatakiwa kuniuliza kila kitu. Alafu unamwaminije huyo Ivan? Hujui kama Ivan ndio mtu wa kwanza kukubali kubakia hapa ndani ya kisiwa. Wengine wote walikuwa bado hawajakubali, lakini yeye ndio alikuwa wa kwanza kuingia hapo. Dada Zoa akawa ameondoka katika eneo lile akiwa amechoka sana. Lakini wakati huo anatembea hapa katika mitaa akakutana na bidada Jenny akimwambia kuwa hutakiwi kabisa kumwamini wewe Nicholas sana. Akamnongoneza kwamba Nicholas ameagizwa kuja kukusababisha wewe upendane naye ili uendelee kubakia hapa ndani ya kisiwa. Kuwa makini katika jambo hilo. Sasa bidada hanaga kabisa kifua. Akamfuata moja kwa moja Nicholas kwamba eti nasikia kwamba wewe umeweza kunishawishi mimi niingie katika mahusiano na wewe ili niendelee kubakia hapa katika kisiwa. Jamaa akabaki anashangaa. Nani tena amekwambia? Alafu wewe mbona ni mzungu alafu una tabia za kizaramo sana? Nani alikwambia? Bidada akawa amekaa kimya na kutaja mtu aliyeweza kumwambia habari hizo. Yule kiongozi wa kambi anayefahamika kama Ashlet alikuwa amemuita Mwamba Nicholas na Mwamba mwingine ambaye ni mlinzi katika maeneo haya. Akasema kuwa miongoni mwetu kuna mmoja ni msaliti, ameweza kumpeleka bidada Zoa katika ile maeneo ya mapango ambayo tunatolea kafara. Hasa kwa kuwa bidada Zoa anaanza kuharibu wenzake, lakini pia yeye ni kama vile ana maneno mengi, huyu anatakiwa atolewe kafara pia. Lakini kabla hawajatekeleza jukumu lao, wakawa wamemwalika bidada kuweza kujipatia kinywaji. Mwamba Eric pamoja na Ashlet wao wakawa wamemkalisha bidada katikati na wakimwambia kwamba tunakupa nafasi nyingine ya kubakia ndani ya kisiwa chetu. Naomba ubakie. Hapana, mimi siwezi nikabakia kabisa. Nyie ni wauaji. Nimeenda kwenye mapango kule, nimekuta bidada Judy rafiki yangu ameweza kuuliwa. Na nyie inaonekana nyie hapa mmetuteka, mnataka kutuua. Eti tunataka kuua, si ndio Hivi umesahau kwamba wewe ndio uliyesababisha bidada Judy aweze kuingia ndani ya hiki kisiwa. Na hivi unajua kwamba bidada Judy aliingia ndani ya kisiwa hiki asipokuwa na kibali maalum. Kwa hiyo walinzi wa eneo hili huenda walikutana naye huko na wakaamua kumkamata kwa sababu alikuwa hana kibali cha kuingia ndani ya hiki kisiwa. Na mtu aliyekuwa amemuua rafiki yake si mwingine bali ni wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio uliweza kumuingiza Judy kimagendo na haikuruhusiwa kabisa, kwa sababu watu wote ambao wameingia huko wameingia kwa njia za halali, hawauliwi na wala hawafanyiwi jambo lolote baya. Lakini mwanamke huyu wakati anaongea, ile sindano ikawa inasogea kando kidogo ya bidada, uchogoni. Kabla hata hawajamini ile trigger ya kuweza kuruhusu hii sindano iweze kumshambulia, bidada akasema kuwa nitajaribu kuishi katika maeneo haya ya kisiwa. Naomba nijaribu kuishi nafasi hiyo. Kumbe wakati huo Mwamba Nicholas alikuwa yuko nje. Kuona bidada anatoka akiwa yuko hai, hakuamini kabisa macho yake, akawa amemkumbatia tu. Na moja kwa moja akamchukua bidada na wakarudi chumbani kuweza kulala. Lakini bidada akaendelea kusema kuwa najua kwamba wewe ulikuwa unajua kwamba bidada Judy ameuliwa. Mwamba Nicholas akawaka sana. Acha ufala kwa dadeki zako wewe. Nimekwambia kwamba sitaki kabisa tudiscuss jambo hilo. Ni hatari kwako. Jifunze kutuliza bakuli hilo. Sio kila kitu cha kuongea. Mambo mengine yanahitaji utaratibu. Kumbe Nicholas ndivyo ulivyo. Mpumbavu nini? Hebu lala huko bana. Ndivyo nilivyo yanyokwe. Ilipofika usiku bidada baada ya kuoshewa sana na Mwamba Nicholas, basi akawa amechukua disbisi akataka kumchoma nayo Mwamba katika eneo la shingo. Lakini mwanamke mmoja anayefahamika kama Claudia akaenda akamkamata na kumwambia acha kabisa unachotaka kukifanya. Lakini nyakati za usiku Mwamba Ivan naye akaanza kushtuka kwamba huenda mambo hayako sawa kabisa hapa katika eneo la kisiwa. Akawa ametoka chumbani pale na kuanza kukimbia huku mitaani. Mwisho wa siku baada ya kukimbia kwa muda mrefu akatoka katika maeneo ya kisiwa huku. Mwishoni kabisa akaweza kuona kuna mwili ambao unaelea katika maji na kuna boti ambayo ni kama imewashwa moto. Kumbe ilikuwa ni mwili wa bidada Judy. Na hapa ndipo Mwamba Ivan akaja kugundua kwamba kimbelembele na kimdomo cha bidada Zoa ndio kimeweza kusababisha yeye aweze kujua ukweli. Jamaa nyakati za asubuhi ndio anarudi hapa katika kambi. Louis yule mlinzi mkuu katika eneo hili akawa amemkamata na kumwambia kwamba kwa nini umevunja sheria zetu na kuondoka bila ruksa. Mwamba Ivan akasema kuwa kama ningeweza kuzifuata sheria zenu basi nadhani na mimi mwenyewe ningeenda kuchomwa katika moto kama vile alivyoweza kuchoma bidada Judy. Hapo Mwamba Louis akaweza kumkunja Mwamba na kuanza kumuuliza umejuaje kuhusiana na masuala ya boti. Na katikati ya ugomvi wao mzito, mwisho wa siku Mwamba Ivan akawa amemrushia ngumi jamaa na jamaa akawa ameanguka chini. Lakini wakati huu kiongozi wa ile kambi hakuzungumza neno lolote. Baada ya hapo watatu hawa Ivan, Charlie pamoja na bidada Zoa wakawa wanaambatana kutembea katika maeneo haya ya beach. Ni kama walikuwa wanajadili jambo fulani. Mjadala
mjadala wao ulikuwa ni kwamba hawapaswi kabisa kuendelea na kupigana na hawa watu, kwani mwisho wa siku itakuja kuwa ni kifo juu yao, ila wanatakiwa kuzuga kana kwamba wamekubaliana nao na kujiunga ndani ya hii timu. Bidada Zoa akasema kuwa lazima kutakuwa kuna yachi nyingine ambayo itakuja kuleta watu hapa, na itakapokuwa imekuja hiyo yachi, sisi tunatakiwa tuwe wapelelezi na kugundua kama imeweza kufika, basi tutarudi kupitia hiyo. Lakini kila wanachokifanya, ile drone ilikuwa inazidi kupita tu kando yao. Hii drone huwa inazungukaga tu katika maeneo haya ya kisiwa. Huku mtaani, bidada Gabi aliendelea kulandalanda katika mitaa akimtafuta mdogo wake, lakini hakuweza kupata mafanikio yoyote. Lakini tunaweza kumuona mtu mmoja ambaye alikuwa ndani ya kisiwa anaonekana huko katika mitaa, na kumbe alikuwa ni boyfriend wa bidada ambaye anafahamika kama Gabi, dada yake na Zoa. Huyu jamaa anafahamu wapi Zoa alipo, lakini hakuweza kutaja taarifa yoyote ile, kwa sababu inaonekana kuwa kuna mikataba fulani ambao walikuwa wameweza kuifunga na wale watu wa visiwani. Lakini Mwamba, ili kuweza kumsaidia bidada pasipo hata kutaja location, yeye akampa ile bracelet ambayo alikuwa amepewa kule katika maeneo ya kisiwa, pasipo kujua kwamba hii bracelet bana ni kama vile tracking device. Basi moja kwa moja kule katika maeneo ya kisiwa ikatumwa taarifa ya kwamba kuna bidada ambaye amevaa bracelet, lakini yupo katika maeneo ya mainland ama maeneo ambayo sio kisiwa. Na bidada ili asishtukiwe kwamba anafanya upelelezi, basi akajifanya kana kwamba yeye ni modo na mtu ambaye anaposti sana picha zake katika mitandao ya kijamii. Sasa yule mpelelezi alikuwa ameajiriwa na baba yake na Mwamba Ivan. Basi siku leo aliweza kugundua kwamba bidada Gabi alikuwa na bracelet na umaarufu fulani hivi katika mitandao ya kijamii. Ikabidi kumfuata na kuanza kumuuliza baadhi ya maswali. Lakini bidada Gabi akasema kuwa miongoni mwa watu ambao walikuwepo katika kile kisiwa amenikabidhi hii bracelet, na bila shaka hii itakuwa ni tracking device. Kwa hiyo kama tukitumia vizuri hii, lazima tutakuja kujua ni wapi ambapo kambi hiyo ilipo. Kirudi huku katika maeneo ya kisiwa, bidada Claudia ambaye alimzuiaga jana bidada Zoa kuweza kumua yule Mwamba, alimuita bidada na kuanza kuongea naye akimwambia kwamba hicho kitanda ambacho unalalia alikuwaga analalia boyfriend wangu zamani sana, na kabla huyo boyfriend wangu nilikuwa nikimpenda sana anayefahamika kama Frankie kuweza kuuliwa, alianzaga harakati kama za kwako, kuanza kupeleleza na kujifanya kana kwamba anataka kutoroka katika eneo hili la kisiwa. Na akamwambia kwamba hawa watu katika hichi kisiwa wanaonekana ni wenye sura za upole, lakini ni wakatili na wabaya kuliko unavyofikiria, na kusii tu kwamba unatakiwa kuwa mtulivu sana katika kufanya mambo yako. Siku ya leo wakiwa katika haya maeneo ya kisiwa, wakaamua kufanya mazoezi kidogo, kupalilia kidogo vibustani ambavyo vilikuwa katika maeneo haya. Bidada Africa amekuwa mwenyeji, anaongea na Eric vizuri kabisa, wanapiga story. Yaani bidada ameyakubali maisha ya hapa, amekuwa ni kama nyumbani tu hivi. Na baadaye usiku wa manane bana, wewe kulikuwa kuna party nyingine inaendelea. Na siku ya leo Mwamba Eric akaendelea kuelezea juu ya historia ya kisiwa hiki, akisema kwamba kisiwa hiki kilianzishwa miaka 50 iliyoweza kupita. Mwamba Eric anasema kwamba katika miaka 50 hiyo iliyoweza kupita, baba yake na bidada Asprit alikujaga huko baada ya kugundua kuwa katika ulimwengu kuna baadhi ya majanga yatakuja kutokea. Kwa akaandaa sehemu nzuri ambapo kuna baadhi ya watu watakuja kuishi huko na kuanzisha kizazi chao. Na akaongezea kwa kusema kwamba kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na kila siku hali ya hewa inazidi kubadilika tu katika dunia, lakini katika kisiwa hiki hakijawahi kuruhusu na wala hakiwezi kuruhusu kabisa mabadiliko hayo ya hali ya hewa. Kwa hiyo kila uliyepata bahati ya kukaa katika kisiwa hiki, una bahati kubwa sana, kwa sababu majanga atakapokuwa naikumba dunia, wewe utakubakia kuwa salama na kizazi chako. Lakini kabla bidada Asprit hajaanza kuongea, ukatokea ujumbe katika screen ukisema kwamba anatakiwa kuuliwa. Bidada akabaki anashangaa, natakiwa kuuliwa kwa ajili gani mimi? Lazima kuna mtu ameingilia mifumo ya kompyuta na kuandika ujumbe huo wa kipumbavu, na bila shaka atakuwa ni bidada Africa, lazima tumshughulikie. Na Asprit akamuuliza huyu Mwamba Eric kwamba umekuwa jirani sana kiki bidada Africa, huenda kinakuingilia hivyo katika mambo yako na kujua baadhi ya siri za hili kambi, na mwisho wa siku ameweza kuingilia mpaka mifumo ya kompyuta kirahisi namna hiyo. Bidada haraka sana akawa ameitisha kikao cha bodi nzima ya hawa watu ambao wanasimamia hichi kisiwa, na katika mjadala mzima akaja kugundua kwamba bidada Africa ana kabisa rekodi ya kuweza kusomea masuala ya kuhaki, kwa ni ngumu sana yeye kuingilia mifumo ya kompyuta. Lakini bado akasema kuwa lazima atolewe mtu mmoja ambaye atakuwa ni malipo ya hichi kilichoweza kutokea siku ya leo. Mwamba Luis akasema kwamba mimi nashauri atolewe Alan, yule ambaye nilikuwa nimegombana naye siku ya jana. Lakini bidada Brenda akasema kwamba mimi namchagua Zoa. Zoa ni kimdomo sana yule bidada. Lakini ajabu ni kwamba Asprit akasema kwamba anampenda sana Zoa kupita kawaida, kwa hiyo Zoa hataki kabisa aweze kuuliwa. Ni kwa nini anampenda bidada Zoa? Chakato wa kupiga kula ukawa ni mrefu sana, na mwisho wa siku akaja kugundulikana bidada Claudia ndo angefaa zaidi kutolewa kafara ama kuweza kuuliwa. Bidada Claudia akafuatwa ndani ya chumba chake, kisha akachukuliwa na kupelekwa katika maeneo fulani hivi ni kilele kirefu sana cha mlima. Bidada akawa anapakwa rangi katika mikono, akagundua kwamba lazima afe. Akaambiwa kuwa hata utaenda kumfuata yule mpenzi wako anayefahamika kama Frank. Mlipendana sana na mkasema mtapendana hadi kufa, lakini mwenzako akawa amekufa au ukawa umemwacha. Kwa hiyo ili tutimize mapenzi yenu na wewe utakwenda kutangulia huko. Wakampiga ile sindano katika eneo la kichwa na bidada akaangukia katika kile kilele cha mlima, na mwisho wa siku Claudia naye akapoteza maisha. Sasa bana, kumbe hapa katika kisiwa ni kama kuna ibada fulani hivi za miungu ambao huwa zinafanyikaga katika maeneo haya, na siku ya leo baada ya kutoa kafara Claudia, moja kwa moja wanatakiwa kufanya ibada fulani ya kati za usiku, na ibada hii inaambatana na kunywa kile kinywaji cha blue, kisha baada ya hapo mnaanza kutembea katika moto, na utakapokuwa umevuka mpaka kwenda upande wa pili, basi unakuwa umekamilisha ibada yako. Na mmoja baada ya mwingine akaanza kukunja katika hii njia ya moto. Akaanza bidada Zoa akaweza kufanikiwa, Mwamba Charlie pamoja na wenzake wakaweza kufanikiwa, lakini kipengele
Kipengele ilikuwa kwa bidada Afrika, wakati anakatisha katika moto huu akajikuta ameweza kuanguka na moto kaanza kumwakia. Na sharti la hii ibada ni kwamba mtu akiangukia katika moto anatakiwa kufa hapo hapo, lakini kama akivuka basi ndo anatoka salama. Dada Afrika kwa kujikongoja sana akafanikiwa kuvuka, lakini mwili wake ulikuwa ukinuka moshi kutokana na kuvuka katika moto. Katika episodi hii ya 3 tunaishia hapa, lakini bado tunabakia na swali moja tu. Ni nini ambacho kinaendelea katika kisiwa na nani ambaye wanamwabudu na nani ambaye anawakontrol wote hawa kufanya matukio haya? Tukutane katika episodi inayofuatia. Hiyo hapo unaweza kuona juu kabisa ya skrini yako.